kutoka nje nchi, na makocha wote wanakumbatiana kuonesha ile fair play kwamba ushindani ndani ya pitch, lakini nje kama taaluma tunaheshimiana, wanapeana mikono na kutakiana heri. Ni dakika 90 tu ndio zitawafanya kuwa maadui, lakini wanabaki kuwa wanadamu wa kawaida ambao wanaongozwa ndani ya nchi ya Tanzania inayosifika kwa amani na upendo. Mfumo ni 4-2-3-1 kama ilivyo kawaida. Kikosi cha Young Africans kutokea mchezo uliopita, Djigui Diarra anarejea golini. Mchezo uliopita alikuwepo ni Abdul Twalib Msheli, lakini Prince Mpumelelo Dube aliumia kule Mbeya, amerejea kuongoza safu ya ushambuliaji. Israel Patrick Mwenda ndio anauma ubavu wa kulia, ule utani wa kusema huwezi kuwa bingwa bila kumkaba Elim Panzu, yeye ndio anaenda kufanya. Makaodha wote wawili, Dickson Job pamoja na Mohamed Hussein, wote hawa ni Tanzania born. Unawaona wote vimo vinafanana, mmoja ni mlinzi wa kushoto na mmoja ni mlinzi wa kati. Wote wawili wamecheza timu ambazo zina mahusiano makubwa na Sukari, mmoja akiwahi kupita Kagera Sugar na mwingine akipita Mtibwa Sukari, lakini leo wako upande wa kutetea timu zao, mmoja akitetea upande wa nyekundu na nyeupe na mwingine akitetea upande wa kijani na njano. Amin Mohamed Amin, yeye ndio ambaye amekabidhiwa jukumu la kutafsiri sheria Kumba, ikipoteza bao moja kwa bila katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. This is just another day. Kutokea kaskazini mwa Afrika ilipo bahari ya Mediterania mpaka kusini mwa Afrika ilipokuwa rasi ya Tumaini Jema, lakini kutokea kushoto Pacome Zouzoua alikuwa anapika na anawatafuta Simba, lakini tazama namna ambavyo Mudathiri Yahya basi alifanya safari. Israel Patrick Mwenda ndio aliyetengeneza nafasi kwa Shadrack Boka nje ya 18, walinzi wawili wa pembeni wamekuja kuattack lango. Ni shinikizo kubwa ambalo wanalifanya licha ya kwamba shambulizi alijazaa. anafanya Simba. Anatoa darasa Djigui Diarra baada ya kukosa ule mpira. Alienda dakika chache akafyatuka shuti lile. Djigui Diarra amekunjua mbavu lakini imeenda kugonga nje ya chuma. Elim Panzu, volcano kidogo ilipuke. Mlima unatetemeka. Anawacha kwa Abdurazak Hamza. Ngoma Fabrice. Ipigwa pasi kwa Jean Charles Ahoua. Nje. Kipindi cha pili baada ya mabadiliko ni kama Simba wameamka hivi. Na ni wakati wa Jean Charles Ahoua. Anatoa darasa na kuelekeza ni wapi ambapo mambo hayajakaa sawa. Ni pinpoint pasi ya midfield maestro Fabrice Luamba, ngoma inamkuta MVP Jean Charles Ahoua, lakini shuti lile aliyofunika juu ya kamba za kiatu zile limegoma kuziona nyavu. Anatikisa mashavu, anasikitika kama anavyosikitika Fadlu Rahman Davids. Yuko chini Pinpin Musa Kamara na yuko chini Pedro Pacome Zouzoua. Mwamuzi Amin Mohamed Omar hajapepesa wala hajamumunya maneno. Kipenga chake kimesikika akisema kwamba ni madhambi yamechezwa ndani ya eneo la penalty. And yes, it was inside the penalty area. Pacome Zouzoua aliucheza mpira lakini mwili wa Musa Kamara uka-obstruct, ukamzuia njia, na mwamuzi Amin Mohamed Omar
wakatafsiri kwamba ni obstruction na ni foul ndani ya eneo la penalty, hivyo ni penalty. Penalty ya kwanza kwenye mchezo. Simba hawana furaha na kile kitendo ambacho kimefanywa. Ali Salim Katolo anakumbuka ni kwamba ingekuwa kama Tanga kipindi kile ambapo walicheza penalty nyingi na kuwapa faida Simba. Fadlu Rahman Davis ana furaha, sura yake inakosa nuru, anapoteza amani dakika hizi ambazo Amin Mohamed, mwamuzi huyu kwenye madhambi 15 ya Simba, moja la Pinpin Kamara, ameamua kwamba ni mkwaju wa penalty na ametenga kwenye penalty arc. Pinpin Kamara amelinda kwa dakika nyingi vizuri. Fabrice Ruamba Ngoma anamwambia kaa pale, ulifanya vyema dhidi ya Ismailia na ukawavusha Simba, inawezekana ikawa ni wakati mzuri pia. Pacome Pedro Zouzoua kwenye zile 5 ni kuibia siri, Novemba 5 yeye ndo aliweka mkwaju wa penalty. Pedro Pacome Zouzoua magoli 11 amekwisha weka kambani mpaka sasa katika ligi kuu ya NBC, na moja kati ya hayo amefunga kwa mkwaju wa penalty. Hii inaweza kuwa ni penalty yake ya pili kufunga msimu huu na inaweza kuwa ni goli lake la 12 msimu huu, lakini kikwazo kwake ni Pinpin Musa Kamara. Si mara ya kwanza kucheza mikwaju ya penalty kwake, ameshafanya hivyo. Ni moja kati ya nyota ambao waliivusha Simba kutoka hatua ya robo finali kwenda nusu finali kombe la shirikisho. Na Pacome Pedro Zouzoua, nyota raia wa Ivory Coast ambaye amecheza ASEC Mimosa na mara kadhaa ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast, kile chenyewe ndio ambaye amepewa jukumu na Young Africans kwenda kupiga mkwaju huu wa penalty. Atafanya nini Pedro Pacome Zouzoua? Anapiga hatua zake na kuhesabu. Pedro Pacome Zouzoua hakuna kuremba mwaniko kwenye daftari la rambirambi ya msiba. Pedro Pacome Zouzoua anawasogeza Young Africans katika njia ya ubingwa ligi kuu ya NBC. Pedro Pacome Zouzoua anawasogeza Simba katika barabara ya majonzi kwa mara nyingine tena. Ni Pedro Pacome Zouzoua anayefumua furaha ya mashabiki wa Young Africans katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii ni Yanga iliyokaribia ubingwa. Hii ni Yanga ambayo imeliona kombe uwanjani. Huyu ni Pacome ambaye anabeba furaha ya wananchi, ambaye anaamini wanategemea makubwa kutoka kwenye mguu wake wa kulia. Kwa utulivu mkubwa kabisa, maguu 12 amemhesabia na upande wa kulia. Anticipation ya golikipa, alikuwa anataka kwenda upande wa kushoto, ameteseka Kamara. Au mpira mzuri ambao ulipigwa Awesu ndani. Awesu mpira wa kona ndani huku kumtafuta Shemalon. Mpira unakwenda nje, ni goal kick. Shambulizi jingine ambalo linafanywa na Simba kwenye kutafuta kujibu. Shadrack Isaka Boka ndo mlinzi ambaye alikuwa anakamata nguzo ya mwisho. Bato lake na Shemalon Fondo alikufanikiwa, lakini mpira anafanya kile ambacho wana Young Africans walikuwa wakisubiri kutoka kwake. Nini wafanye mashabiki wa Yanga? Nini unategemea kutoka kwa wananchi wakati kama huu? Salute ya Sergeant Ibrahim Abdullah Baka kwenda kwa mashabiki wa Young Africans. Ilianza kama utani, yeye ndio aloianzisha. Pedro Pacome Zouzoua akaichukua, akaipenyeza, ikapenya mithili ya sindano katika kitambaa cha sanda. Mzizi akaikuta, akaiweka pabaya. Top striker kwa sasa, jezi nambari 24 Clemens
Francis Mzize, mwite Walid, anakutana uso kwa uso na Pinpin Kamara, anamwambia kama clean sheet umezoea kuzipata ni kwa kwingine, sio hapa. Auto pass ya Pacome Pedro Zouzoua, receiving ya maana ya Clement Mzize na finishing ya mkuu